Karibu sana mtazamaji wa Advent Network Podcast. Katika siku ya leo tuko na Pastor Mwakasweswe ambaye yeye amekuwa ni mkurugenzi wa huduma za vijana katika jimbo la Mashariki mwa Kati mwa Tanzania, ECT, lenye makao makuu yake pale Morogoro. Katika summit hii ya mwaka 2025 iliyofanyika hapa Iringa, yeye amekuwa mwalimu katika darasa la uinjilisti kwa njia ya kidijitali. Pastor Mwakasweswe, karibu sana. Nakushukuru mtangazaji. Karibu sana Pastor, unajua watu wengi wanajiuliza sana, wakisikia uinjilisti kwa njia ya kidijitali, wanajiuliza ni nini? Unaweza kuambiaje? Asante ndugu mtangazaji. Uinjilisti wa kidijitali Ndio ni uinjilisti unaotumia mitandao ya jamii kuwafikia watu wengine ili kuwapelekea ujumbe wa Yesu Kristo. Kwa hiyo imegundulika kwamba watu wengi wanashinda katika mitandao. Ndio. Kwa asilimia kubwa vijana, watu wazima wanatafuta taarifa mbalimbali. Inawezekana za kibiashara, inawezekana za kimasomo, zingine za ibada. Kwa hiyo kupitia mitandao watu wengi wanaishi huko. Kwa hiyo tukaona kwamba tunapozungumza uinjilisti wa kidijitali, maana yake ni kutumia vyombo hivi vya habari kupeleka ujumbe kwa watu wengine. Sawa, kwa hiyo ni njia ya kusambaza injili, si ndio? Ndio. Sasa najiuliza ni yapi maendeleo ya uinjilisti huu wa kidijitali katika kanisa la Waadventista wa Sabato? Kanisa la Waadventista wa Sabato limeuchukua mpango huu na linaendelea kuwafundisha vijana. Ndio. Linaendelea kuwafundisha waumini, linafundisha makanisa kwamba muda umefika kwamba njia tofauti zitumike katika kupeleka habari. Njia Yesu Kristo alipokuwa akihubiri hakutumia njia moja katika kuhubiri, alitumia njia mbalimbali. Ndio. Kwa hiyo tumeambiwa kwamba kama Yesu alitumia njia mbalimbali, kizazi hiki kama Mungu ametoa njia na mianya mbalimbali ya kupeleka habari, basi tumie pia njia ya kidijitali kupeleka habari njema ya ufalme. Sawa Pastor, lakini tunafahamu kabisa kwamba katika hizi mitandao za kijamii ambayo ndo njia hiyo ya kidijitali kumekuwa kuna mambo mengi sana. Sasa ni upi msimamo wa kanisa katika kufanya uinjilisti wa kidijitali? Kanisa la Waadventista wa Sabato linafundisha watu waweze kuingia katika mitandao, wawakute watu mahali walipo. Na hii ni kanuni ya roho ya unabii, na Yesu Kristo aliwakuta watu mahali walipo. Kwa hiyo kanisa linatia nguvu kwamba watu walio kwenye Facebook wanamhitaji Yesu. Walipo kwenye Twitter, walio katika Instagram, walipo katika WhatsApp, kuna watu huko. Kwa hiyo kama kanisa linatia moyo vijana ambao kwa karne hii wanatumia gadgets, hizi vyombo vya mawasiliano. Ndiyo. Basi wajue namna ya kuitumia vizuri na namna ya kutumia kwa ajili ya kupeleka injili ya Yesu. Kwa hiyo kama kanisa limetia moyo wa injili iende, sio kwa njia ya simu peke yake, lakini tunatumia radio pia. Ndiyo. Na television. Vyombo hivi vinapeleka habari njema mahali ambako hakuna mhubiri. Huwezi kumkuta mtu anakuta yuko peke yake, inawezekana yuko chumbani, inawezekana yuko hospitalini, inawezekana yuko baharini, lakini injili ya Yesu Kristo inamkuta mahali alipo. Okay. Najiuliza kitu kimoja Pastor, kwa sisi vijana ambao tunatumia hizi social media, na hisi itakuwa ni njia sahihi sana ya kufanya uinjilisti huu wa kidijitali. Sasa ndani ya social media kuna uchafu mwingi sana unafanyika mle ndani. Ni tupatie njia moja ambayo kama kijana naweza nikaitumia hiyo njia, though kuna vitu vinaendelea pale katikati, lakini mimi nikaitumia njia kupitisha injili. Ni njia gani hiyo Pastor naweza nikaitumia? Tunaposema mtandao, mtandao hauna dhambi wala hauna uchafu wowote. Ndio. Mtandao ni njia. Kama ilivyo barabara. Kwa hiyo wale watu ambao wamegundua ule mtandao wamerusha hiyo barabara kwa ajili ya kazi mbalimbali. Ndio. Kwa hiyo ndani ya barabara tunaweza tukaona kuna malori yatapita, yatapita pikipiki, yatapita magari mabovu wakati fulani. Sasa wewe mtumiaji wa barabara lazima uamue kwamba unataka kupitisha nini kwenye barabara. Na humo ndani ya barabara kuna watu wanaoangalia usalama pia wa barabara. Ndivyo ulivyo katika mitandao ya jamii pia. Hii mitandao tunayoiona
imetengenezwa kwa ajili ya mambo mazuri tu, lakini watumiaji ndio ambao wanafanya makosa. Watumiaji anaweza kaingia mambo ya wizi wa mitandao, wakaingiza picha za ngono, wakaingiza chochote kile ambacho kinaweza kaleta madhara kwa jamii. Kwa hiyo wewe kama kijana, tunashauri unaposhika chombo cha mawasiliano lazima uchague nini unafanya kwenye barabara ya mitandao. Sahihi kabisa. Kwa hiyo tunawaambia vijana kwamba jua nini unakwenda kufanya ndani ya mtandao, kwa sababu kuna mambo mengi, kuna mambo ya shule ya kibiashara, mambo ya kidini. Tunashauri kwamba unaposhika simu au unaposhika kompyuta, akili yako itangulie kujua unakwenda wapi na unakwenda kufanya nini. Hiyo itakuwa salama zaidi kuepukana na uraibu wa vyombo hivi vya kimawasiliano. Asante sana Pastor Mwakasweswe kwa ufafanuzi mzuri kabisa kuhusiana na darasa hili ambalo umekuwa ukilifundisha la uinjilisti kwa njia ya kidijitali. Sasa Pastor, kwa kumalizia, ushauri wako kwa mtazamaji wetu wa Advent Network Podcast, unamshauri nini katika swala zima hili la uinjilisti wa njia ya kidijitali? Mimi nashauri kwamba Yesu Kristo anakuja upesi. Ndio. Na hivi vyombo vya habari vimekuja ili vifanye kazi ya Mungu. Ushauri kwa makanisa, nikianzia makanisa, ni wito wa kanisa sasa kwamba kila kanisa liwe studio, liwe na vyombo vya habari, liwe na kamera, liwe na television, liwe na luninga, mahali ambapo watu wanapokea au kurusha matangazo kupitia YouTube na mitandao mingine ya jamii. Kwa hiyo wito wangu kwa kanisa, kwa makanisa ambayo bado hayajaanza kufanya hivyo, ni wakati huu ambao wanapaswa kufanya hiyo kazi. Na ninatia moyo pia kwa wanafunzi. Ndio. Tunashukuru kwamba kuna vituo mbalimbali, kuna vyuo mbalimbali ambavyo tayari vimeshafungua vituo kama kule SUA na makanisa mengine ya chuo yameshanunua vyombo na yanapeleka habari njema ya ufalme. Kwa hiyo tunatia moyo, wanatukasa mahali mlipo kwenye vituo vyenu, watu wanahitaji kumwona Yesu, kumsikia Yesu. Kwa mitandao ifanye kazi vizuri ya kuokoa watu. Ndio. Pastor, nakushukuru sana kwa ufafanuzi huo. Najiuliza swali moja. Kwa kuwa unafanya uinjilisti kwa njia ya kidijitali, na mimi una social media account sasa. Ndio. Waambie watazamaji wetu kwamba social media account zako ni zipi na watakupataje ili wao pia waendelee kubarikiwa na mambo tutakopa. Kwenye FB utanikuta, ninatumia kwenye idara Mwakasweswe. Instagram, kwenye WhatsApp, Instagram niko muda mfupi, lakini kwenye WhatsApp nina magrupu ya maombi kesha la asubuhi. Ninakutana na watu ambao sio wa imani yangu, ninao pale, tunashare masomo ya asubuhi. Pia ninaweza kurusha katika status maneno yenye kutia moyo. Wale wote walio katika mitandao yangu wanapata neno la Mungu. Na moja ya jambo ambayo tumejifunza katika madarasa yangu, tumefundisha namna ya kutuma message fupi za ujumbe zenye ujumbe mzito ndani yake. Na tumeona reaction yake katika wiki hili. Wengine wametumia wazazi wao na kumeonekana kitu fulani ambacho hawajawahi kukiona wazazi. Kuna watu ambao walikuwa wamekata tamaa, wametumiwa ujumbe. Na leo tumeendelea kufundisha namna ya kutumia, namna ya kutengeneza hizo short message kwa kutumia cards, na zimeendelea kuwabariki na bado wanaendelea kufanya mazoezi hayo, na tunategemea kwamba ujumbe unaendelea kwenda katika mitandao ya jamii. Mungu akubariki sana Pastor Mwakasweswe. Asante sana mtazamaji wa Advent Network Podcast, na tumai umebarikiwa sana na Pastor Mwakasweswe. Endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, hasa YouTube channel yetu ya Advent Network Podcast. Hakikisha una subscribe utakapofika pale. Jina langu naitwa MC_Manyama, nilikuwa niko na Pastor Mwakasweswe. Asante sana Pastor. Mungu akubariki. Amina sana Pastor. Asante sana. Asante.